Hizi ni dalili 6 kwamba haujapona tangu umeumizwa, na matokeo yake unashindwa kusonga mbele, unashindwa kuwa na furaha, unashindwa kuona fursa mpya, uko pale pale, umekuwa na huzuni, na muda mwingine inawezekana unakaribia kupata depression. Maumivu ni kama kaa la moto. Kadri unavyozidi kulishika ndivyo ambavyo linazidi kukuumiza. Ni bora ukaachilia ukaweza kusonga mbele. Kama una dalili hizi 6, hakikisha unachia hilo kaa la moto la maumivu. Dalili ya kwanza, hautaki kuamini tena. Kwa vile mpenzi wako alikuumiza, alikuchiti, alikufanya kitu kibaya, mpaka leo haumwamini, pamoja na kwamba amebadilika. Pamoja na kwamba uliagiza bidhaa China, ukatapeliwa, ukaletewa bidhaa ambayo ni mbovu, ukaibiwa pesa yako, hauamini tena masuala ya kuagiza bidhaa China. Kwa kuwa kazini uliumizwa, uliteswa, ulitukanwa, hauamini tena kwenye kuomba kazi. Unadhani kwamba wote ni wale wale, hauamini tena. Dalili ya pili, unajihusisha na kumbukumbu chungu kila mara. Kwa vile ulimkamata, basi umetunza na ushahidi mpaka leo. Una meseji zote, una sauti zote, una video, una picha, na kila mara tu ukikaa unaanza kurudia tena zile meseji, unaanza kuangalia ile video ambayo ulirekodi. Uliumizwa, basi kila tukio ambalo ni baya umeandika kabisa kwenye kitabu. Maana yake ni kwamba wewe haujapona, lakini pia haujipi nafasi wa moyo kuruhusu upende tena au uamini tena, kwa sababu unajihusisha na zile kumbukumbu kila mara. Matokeo yake, hata ukimwona mtu mwingine ambaye amekuja kwa nia njema, unahisi ni wale wale. Hata ukipata mtaji tena, unahisi utashindwa kabisa, kwa sababu umejihusisha na zile kumbukumbu mbaya. Leo choma hizo picha zote, futa zile meseji, futa zile kumbukumbu, futa huo ushahidi, kama unataka kuanza maisha ambayo ni mapya. Dalili ya tatu, unajilinda kupita kiasi. Yaani kwa vile uliumizwa mpaka leo, yaani pesa yako hautaki kuitoa, hautaki kuamini tena huyo mtu, unajilinda. Hata ukiona kwamba amepata safari tena, kwa sababu alikuumiza alivyokuwa ameenda safarini, hautaki kumpa tena safari. Kwa vile ulitukanwa, basi siku hizi hautaki hata kujiposti, unaogopa, unajilinda, hautaki mtu ajue chochote kuhusu wewe. Umejaza mapassword kwa sababu unajilinda, haujapona tena, overprotective. Dalili ya 4, unakata tamaa haraka sana. Yaani umeagiza bidhaa China, mara ya kwanza umetapeliwa, umepata vitu vibovu, mara ya pili mzigo kichelewa tu kidogo, unasema nilijua tu. Au mpenzi wako anakuambia amebadilika, kesho anaondoka akichelewa tu kurudi, unasema nilijua tu. Umeanza tena hiyo tabia, unakata tamaa haraka. Hauamini tena kwamba vitu vinaweza vikawa vizuri kabisa. Ukianzisha tena biashara mpya, kwa sababu ya mwanzoni iliharibika, ilikufa, unasema nilijua tu na hii biashara haitafanya tena vizuri. Kumbe ungejipa tu muda kidogo, biashara ingekupa matokeo ambayo ni mazuri. Dalili ya 5, unajiona hauwezi tena. Unaona tena hauwezi tena ukapenda kama zamani, hauwezi ukaanza biashara kama zamani, hauwezi ukapata kazi ukajituma tena upya, kwa sababu tu mwanzoni ulijitoa kupita kiasi. Uliamini kwenye kazi, uliamini kwenye hiyo biashara, na ikufanya vizuri, mambo ya kwenda kama ulivyotarajia. Kwa sasa hivi unajiona hauwezi tena ukatoa moyo wako. Hiyo ni dalili mbaya. Dalili ya 6, unajitenga na watu na unakuwa mkali kupita kiasi. Kwa sababu yale maumivu yamejenga ukali, yamejenga tabia ya kujitenga, yamejenga hasira. Kwa hata ukikaa karibu na watu unanunia watu ovyo, unawajibu watu vibaya, hauwezi ukatengeneza tena ule urafiki na watu, hauwezi tena ukaamini tena wale watu. Unajitenga, unajisikia faraja ukikaa peke yako, unajisikia furaha ukikaa peke yako. Sana sana tu utashika simu, utaangalia ambacho yanajiri mtandaoni, hiyo ndio furaha yako. Kama una hizi dalili 6, unahitaji msaada wa haraka, unahitaji kujisamehe, unahitaji kuanza upya ili uweze kupona. Kumbuka, kama hautosamehe, kama hautoanza upya, ni kama vile utakuwa umejifunga kamba kwenye akili yako, ambayo itakuwa inakuvuta nyuma kila mara ukitaka kusonga mbele. Leo futa picha, leo futa hizo kumbukumbu, leo uruhusu moyo wako kuanza tena upya. Useme aliyopita yamepita, ninaganga yajayo, nitapata kitu kizuri, nitaanza upya na Mungu atanisaidia. Na kweli Mungu atakusaidia.